Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa ukapate kuponya na kuinua na kufanya mambo ya ajabu. Hatuwezi bila wewe. Kutana na hali za kila mmoja, ukawahudumie mioyo yao, yoyote asitoke hapa jinsi alivyokuja. Nguvu yako ikatembelee watu wako, wakapone waliovunjika moyo, ukawape moyo mkubwa, ukawape moyo mpya, moyo wa kukuabudu, moyo wa kukuheshimu, moyo wa kukujua wewe Baba, moyo wa kukuamini katika jina la Yesu Kristo. Uongo wote wa shetani umeshindwa, uongo wote na vituko vyote vya shetani, dhambi zote zimeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha ukafanye mambo yako hapa. Hatuwezi bila wewe. Gusa mioyo ya watu wako, gusa mili yao, gusa akili zao, gusa nafsi zao, gusa mioyo ya kila mtu ambaye anasikia sauti hii Baba, wakaweze kujua suluhisho ya maisha haya ni wewe. Ninajua wengi wamepitia hali ngumu, wengine wameteseka, wengine wanakilio hata saizi, wengine hawajui watafanya nini, lakini Mungu, kwako kuna kila kitu ambacho wanadamu wanahitaji. Kwako kuna ushindi, kwako kuna uponyaji, kwako kuna nguvu mpya. Asante Baba, kwa sababu nguvu yako inaenda kuhudumia watu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. Sema amen. Mpe Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpe Yesu makofi. Amen inamaanisha na iwe hivyo. Amen sio salamu za Wakristo. Inakuwaga ni ibada. Tunaposema, watu wengine wanafikiriaga ni sio salamu. Tunaposema Bwana asifiwe, amen inamaanisha na iwe hivyo. Tumsifu, tumwabudu. Haleluya. Mungu akubariki sana uliyefika. Namshukuru Mungu kwa siku njema aliyoifanya, sababu hakika hata kuona siku nyingine sio jambo la kawaida. Ni wengi walilala hawakuamka, wengine walikuwa jana, leo hawako, wengine wameondoka asubuhi. Watu wanazidi tu kuondoka, lakini that is the truth. One day hatutakuwa kwa ulimwengu, lakini kunayo hope. Na hope ni nini? Wakati una Yesu. Nikasema yote yuko ndani ya Yesu. Hata anapokufa huyo hajafa, amelala. Mpe Yesu makofi. Watu wa Mungu wanalala, hawa wafi. Lakini usipokuwa na Yesu kwa maisha yako, wewe unakufa. Kwa sababu kifo ambacho tunaongelea sio kifo cha huu mwili, ni nafsi yako. Yesu Kristo alikuja kufa kwa ajili ya nafsi ya mtu ipone. Nafsi peke yake, hamna kitu kingine. Mwili tayari ulipoteza nafasi yake. Na huu mwili ambao tunabeba ndio unafanya tunamkosea Mungu, unafanya tunapotea, tunafanya mambo maovu. Biblia inasema ambaye anafuata mwili anataka kufa. Yoyote ambaye anafuata mwili. Kwa hiyo kumbe unaweza kufuata mwili. Mwili ni wa hapa duniani. Ndio maana unaona hii mili yote, iwe ni mwili ya askofu, uwe ni mwili wa mwizi, uwe ni mwili wa mchungaji, uwe ni mwili wa yoyote yule, tabia ya mwili yote ni moja. Mwili unatamani usherati, mwili unatamani uongo, mwili unatamani mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata uwe ni mwili wa nani, unatamaa, ni nature. Iko hivyo mwili. Ndio maana Mungu akatuambia tusifuate mwili. Akasema yoyote ambaye anafuata mwili anataka kufa. Najua kila saa mwili wako pia unazungumza na wewe. Adui mkubwa ulionaye ambaye atakufanya kwanza uingie kuzimu usipochunga ni huu mwili. Watu wanaonaga sana shetani, lakini huu mwili ni adui mkubwa sana. Huu mwili unataka ulevi, huu mwili unataka anasa, huu mwili hautaki habari za Mungu, huu mwili unataka kusikia pesa, huu mwili unataka kusikia biashara, huu mwili unataka kusikia deal mzuri, huu mwili unataka ule chakula kizuri, huu mwili unataka kuishi kwa nyumba nzuri. Lakini ule mtu wa ndani, watu wengi hawana nyumba ya ndani. Yesu aliposema ninaenda mbinguni, naenda kuwatengenezea makao, kumaanisha kuna makao kule mbinguni ya yule mtu ambaye yuko ndani. Unapomwamini Yesu kuna makao umetengenezewa, sio ya hapa. Mpe Yesu makofi. Makao ya hapa ni sawa, ni ya maana kwa hapa tu, lakini kwa muda mchache tu. Waga nashangaa sana, hata ukiwa na mansionette, una nyumba kubwa, kasehemu kale waga unalala ni kadogo sana. Waweza kuona mtu ana nyumba kubwa, lakini kasehemu ambako analala
ni kadogo. Ile nyumba ambayo unalipa rent, ukiangalia labda unalipa 10,000, labda unalipa 15, labda unalipa 3,000. In fact unajiulizanga hata unalipia nini. Ukienda kwa undani zaidi, yani kale kanafasi unalala kweli ni ka 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sometimes kuelewa mambo kwa undani kuliko kuishi maisha ya kawaida. Na ndio maana wakati unamjua Mungu, maisha huaga unayaona kwa njia tofauti. Mtu ambaye anamjua Mungu, wapendwa, swala la kufungiwa nyumba haliwezi kuwa big deal kwake. Mahali pa kuishi haiwezi kuwa big deal, kwa sababu anajua kwamba Mungu ndio amenipa haya maisha. Yesu sometimes alikuwa anafundisha watu, anawauliza ni mavazi kwa ajili ya mwili au ni mwili kwa ajili ya mavazi? Nini cha maana kati ya mwili na mavazi? Nini kimetengenezewa kingine? Pasipo mwili hakuna mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kwenda undani, uangalie maisha haya, what is the secret. Na ndio maana unapomjua Mungu, watu ambao wanamjua Mungu, life is so simple kwao. They are not complicated. Vyovyote anavyoishi, anajua kwamba Mungu yupo na mimi, siogopi nikiwa nje, kwa sababu najua Mungu ndio ananilinda. Wapendwa, unajua sometimes waga tunadanganyika. Si eti nasema watu waishi nje, lakini nakupa mfano, kuna kitu na kuonyesha hapa uelewe undani wa maisha. Unapoelewa maisha, hata wakati hali zozote zinakuja kwa maisha yako, utaona hii si big deal. Hii si big deal. Hebu angalia, ukiwa ndani ya nyumba waga tunajidanganya kwamba we are safe. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile ukuta imewekwa. Ndio uone venye akili yetu inakuwa ndogo. Ambaye anafuata mwili anataka tu kufa. Lakini ukweli ni kwamba unasahau kwamba ile nyumba imezungukwa na ukuta. Ndani ya hiyo nyumba kuna hatari mingi. Kuko na gas kwa nyumba, kuko na kiberiti, kuko na maji, waweza hata hayo maji yanaweza kukunywa ukiwa kwa nyumba. Kuko na ile heater ambayo unaenda kuoga, na hiyo ni stima. But you think you are safe kwa sababu unafikiri when you are inside the house kuko na ukuta, waizi hawezi kuiba, niko salama. Lakini wapendwa, angalia, hakuna kitu inaitwa usalama hapa duniani. Usalama ni kwa Yesu. Mpe Yesu makofi. Jesus is a wall that you can't see with your eyes, lakini anakulinda, anakuprotect. Wapendwa, malaika wametumwa wanakuzunguka. Wapendwa, hakuna kitu kizuri kama kuwa na Mungu. Hata unapoishi nje, hata kama ni kwa mti, imagine malaika wamekuzunguka, wako na wewe. Mwingine yuko kwa nyumba, wakora wanamfuata na bunduki akiwa ndani, wanaingia, wanampiga na wanamuua. Na unaweza hata lala mahali kama hapo. When you have God, watu wanapita, wauaji wanakuvuka hapo. Labda wanatafuta yule kwa sababu wana pesa, labda wewe hata una pesa zaidi, and they don't know. Mpe Yesu makofi. The protection ya Mungu. Kwa hivyo acha kujisumbua kwa hii maisha, wacha kujisumbua. Leo nataka tujifunze ujumbe. Nataka tupitie maisha ya mtumishi wa Mungu hapa, anaitwa Moses. Jua Mungu atanisaidia, ni ujumbe mrefu, lakini Mungu ataniwezesha vile ambavyo kitu cha maana ningependa uelewe. Sababu wapendwa, sometimes tunaposoma neno la Mungu, watu waga wanafikiri, unaposoma kuhusu Moses na Elijah, unaposoma kuhusu akina John, watu waga wanakuwa na ile akili, these people were giants. Hawa watu hawakuwa kama sisi. Lazima walikuwa ni magiant fulani ambao hawakuwa wanajali. Let me tell you, unaposoma maandiko, nataka tusome hiki kitabu, nataka ujue leo, they were just people like you. The challenges you are going through today, walipitia hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo unapitia leo, Musa alipitia yale. Elijah alipitia yale. Elisha alipitia yale. Yesu alipitia yale. Na ndio maana Yesu akashuka kwa mwili ili atufundishe kwamba waweza kupokea ushindi ukiwa katika umwili. Mpe Yesu makofi. Waweza kupokea ushindi. Yesu walimtukana, walimfanyia mambo ya kila aina, lakini bado alishinda. Aliwasamehe. Unaona? Yani hawa watu, they were not, hawakuwa giants. Hata sometimes mpaka hata watoto waga wanashtuka, kwa sababu unaona kama ni vitabu vyao vimeandikwa, vimechorwa very giant, big people, storybook. Watu walikuwa wakubwa sana. Sisi hatuwezi.
Hebu naomba tusome kwenye kitabu cha James chapter 5 verse 17. Nikuonyeshe kile hali unapitia wapendwa, hamna hali mpya. Watu wote tunasoma kwenye neno walikuwa kama wewe. Kama ni kukosa kazi, kuna wakati kuna wale walikosa kazi kwenye neno. Wapo. Nitakuonyesha mfano, na ndio hapo tunaenda leo kujifunza hata kuhusu maisha ya Musa. Uone maisha yake vile alikuwa. Tunapojifunza, ningependa uchukue maisha yako uyaweke hapo, uone tofauti. Aliweza kushinda vipi? Kwa sababu maisha yale waliishi ni yale haya ambayo tunaishi sasa. Yule Mungu aliyefanya ndio yupo. Mungu habadiliki. Ni yule aliyewawezesha ndio anatuwezesha hata leo. Hebu naomba tusome kitabu cha James chapter 5 verse 17 to verse 20. Inasema hivi: Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Kwa nini maandiko yanaanza hivyo? Kwa sababu kwa akili ya watu wakisikia Elia, miujiza aliyofanya, mambo aliyofanya, njia alizopitia, wanasema hiyo ilikuwa Elia, huyo si mimi haiwezekani. Sasa ndio neno la Mungu linatuonyesha this man was a man like us, like me and you. Wapendwa, let me tell you wapendwa, kila mmoja katika dunia hii wapendwa ana mamlaka na ana uwezo ndani ya Mungu. Mpe Yesu makofi. Kama uko na Mungu, you have the power of doing anything in this life. Watu wengi wako mahali waka wanakimbilia kwa mchungaji ama kwa manabii ama kwa mtu, kwa sababu nasema that man is powerful than me. Huyo mtu ndiye atafanya maisha yangu yabadilike. Huyo mtu ndiye. Let me tell you wapendwa, lakini there is power in you ambayo Mungu ameweka, ambayo usipounganika na Mungu uko nayo, lakini huwezi kufanya lolote. Lakini wakati unajiunganisha na Mungu, that power in you inakuwa active kwa kila kitu unafanya, kwa maisha yako. Ndio unaona Biblia inasema this man was a man like us. Vile una miguu alikuwa na miguu, vile una matatizo pia alikuwa na challenge zake. Kuna wakati Elia mwenyewe alikosa chakula. Mtumishi wa Mungu akamuelekeza jinsi atafanya. Akamwambia aende mahali mpaka maji alikuwa shida, kwa sababu alikuwa anahauntiwa, alikuwa anatafutwa na maadui. Mungu akamuelekeza, akaenda mahali kwenye mto, akakaa pale. Alipokuwa kwenye mto ametulia pale, akakaa kwa muda. Ndege alikuwa anamlisha. Mungu anamlisha ndege, anamlisha. Nataka uone ni yule Mungu ambaye yuko leo. Mungu alikuwa anamlisha ndege, anamlisha. Leo ndege inaweza isikujie. Ndege inaweza kuwa ni hawa watu ambao unawaona. Ndege inaweza kuwa ni njia yote ya Mungu ya provision. Alikuwa amekaa mahali. Baada ya kukaa pale kwa ule mto kwa muda, wapendwa, maji yakakauka. Mbona Mungu hakuongeza maji? Na ni Mungu mwenye uwezo. Mungu akamuelekeza, akamwambia nenda mahali utamkuta mwanamke mselepta. Kwa sababu wapendwa, neno la Mungu kile uwaga linafanya, wapendwa, the word of God inakuwaga ni instruction kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Instruction iko hivi. Hebu Pastor Kevin naomba uje kidogo niwaonyeshe watu wa Mungu kitu. Nataka uelewe. Neno la Mungu ni instruction. Sometimes najua watu waga wanaomba, wanasema malaika tokea, malaika shuka. Mungu nataka ni ushuke nikuone. Mimi Mungu nataka kuonana na wewe macho kwa macho. Kuna watu wanaombaga maombi hawaelewi. Lakini unaona Mungu hatokei. Mungu waga anafanya kazi. Hebu angalia. Neno la Mungu ni instructions. Instructions ndio anakuambia hivi. Hili neno peke yake pasipo kulifuata, nothing can change in your life. Hautakuwa na direction. Neno la Mungu ni map ya kukuonyesha jinsi ya kutembea ushinde. Neno la Mungu uwaga halifanyi kwa maisha yako automatically. Lazima ufuate instructions. Unapofuata zile instructions, ndio maisha yako yanabadilika. Ndio unapata ulinzi, ndio unapata uponyaji. Mungu waga anakuelekeza jinsi utafanya. Lakini watu wengi hawafuati neno la Mungu.
hawafuati instruction. Wanajua, wanaquote neno. Mungu anasema ata provide kama vile wana wa Israeli, lakini kija kwa instruction hawafuati instruction. Kuna instructions za provision. Kama vile Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli, anawaambia hata anapo provide manna, anawaambia mchukue chakula cha kuwatosha, msijifichie. Wao wanachukua, wanaficha. Wakificha, wakiamka the following day kimeharibika, kiwezi kuwasaidia. Sababu Mungu anaenda na instructions. Ndio Biblia inasema tusiwe wasikilizaji wa neno, bali watendaji. Shida si kusikia. Watu wanasikia sana. Najua umesikia wachungaji wengi. Najua umeenda makanisa mengi. Najua umesoma vitabu vingi. Najua kama ni Biblia labda wengine wenu wamesoma yote, lakini maisha yako haujaweza kubadilika. Let me tell you, it is not how much you quote the word of God. It is not how much unaenda kanisani. It is not how wachungaji wangapi hata ukisikiliza international. Siku hizi ndio nasikia kuna international na local preachers. Word of God, it's neither local ama international. Word of God ni kila kitu. Mpe Yesu makofi. It is more than international. Sasa angalia, word of God iko hivi. Kevin, naomba ufunge macho. Mwanadamu naturally tunakuaga tuko hivi. Hatuonagi. The nature of every human being, may it be a bishop, may it be a pastor, may it be a mshirika, hatuonangi. We are always blind. That's why you see Elia alihitaji instructions kwa Mungu. Wakati shida imeingia, anawindwa, Mungu anamwambia nenda kwenye mto fulani, anaenda. Instructions. Sasa Mungu, sisi waga hatujui maisha yetu. Hatujuagi anything around us. That is why you don't know about your tomorrow. Mahali umefika haujui ulifika vipi. Na bado safari iliyo mbele yako hauijui. And you don't know what is about to happen in your life. This is how tunakuaga blind. But Mungu waga anasema hivi, anatu instruct. Imagine na kuonyesha vile Mungu anatu instruct through his word. Because the word unapoisikia and you follow, inaleta results. Kelvin, nataka utembee, nenda straight. That is the word of God. Anasikia, nenda straight. Nenda straight. Turn left kidogo. Turn left kidogo. Nenda straight. Nenda straight. Nenda straight. Simama, simama. Sogea mbele kidogo. Simama. Inama kidogo. Nyosha mikono. Inama. Peleka mikono chini. Umeshika nini? Ameshika stool. Amefunga macho, haoni but instructions. Mpe Yesu makofi. That is how the word of God inafanya kazi. Mtumishi wa Mungu unaweza kuketi. Amefumba macho, haoni but the instruction of God inakwambia usiende hivi, fanya hivi, usifanye hivi, usiwe hivi. Finally utakuta umefika pale ambapo Mungu anataka ufike, sio wewe. Hebu imagine Pastor Kevin akitembea, amefumba macho, aendi tu, hana instruction, hana anything. Sababu wapendwa, sikiliza. Unapokosa kusikiza instructions za Mungu kwa maisha yako, lazima utasikia instructions zingine za kukupotosha, za kukuangusha. Sababu hii dunia imejaa masauti. Hasa angalia. Inasema hivi, this man, anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Sikiliza. Anakuonyesha hii haikuwa kitu cha ajabu sana ati mvua kunyesha. Leo miujiza ni mambo ya ajabu sana kwa watu. Muujiza si jambo la ajabu sana. Anakuonyesha jinsi ni jambo la kawaida kwa mtu ambaye anatembea na Mungu. Mpe Yesu makofi. Miujiza ni jambo la kawaida kwa mtu ambaye anatembea na Mungu. Inasema akaomba mvua isinyeshe juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Na mvua haikunyesha. Tena the same person akaomba
mvua inyeshe, ikanyesha. Unayo nguvu, una uwezo, na hii nguvu na uwezo iko katika Yesu Kristo. Haleluya! Hakuna jambo huwezi kubadilisha. Imagine a natural man commanding supernatural things. A natural man. Inasema he was a man like us. He was a man like us. He prayed because he knew his God. Most of the people, they don't know their God. Ndio watu wanasemanga Mungu wa yule pastor, Mungu wa yule, you don't know your God. The Bible says those who know their God shall do exploits. Mpesi makofi. Those who know their God. Those who know their God. Ili ujue Mungu, unatakiwa kujua Mungu wako. Unatembea naye vipi? Unatembea na Mungu vipi? Unamtiki wango kipi? Sababu life, maisha kubadilika iko katika uwezo wako. Hebu angalia hapa. Nataka tuongee kuhusu, nimesema Mungu asikiaye wote wenye mwili. Naomba tusome Jeremiah 32:27. Alafu tupitie maisha ya mtumishi wa Mungu hapa anaitwa Musa. Uone hao vile maisha yake yalikuwa. Jeremiah 32:27. Naomba unisome hapo Jeremiah 32:27. Ama anapoendelea kuangalia, nataka tusome kwenye kitabu cha Kutoka. That is Exodus chapter 2. Hapo ndio msingi wa somo letu. Exodus chapter 2. Sitasoma yote, nitasoma sehemu chache na kwingi nitaeleza. Hapa naongea kuhusu Musa. Nataka tupitie maisha ya Musa, tuone jinsi ambavyo Musa alivyozaliwa. Mungu alikuwa amekubali Musa azaliwe ili Mungu akampa kazi Musa ya kufanya, ya kuwakomboa wana wa Israeli. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu alihakikisha Musa atazaliwa ili awakomboe wale wana wa Israeli. Mungu amtumie Musa kukomboa wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wanapitia hali ngumu. Lakini wapendwa, wakati Musa anazaliwa, vita ilikuwa kwa maisha. Mfalme akaanauza akasema watoto wote vijana watauliwa. Wote watauliwa. Musa alikuwa amongst wale watoto ambao wangeuliwa. Lakini hebu angalia, kwa sababu Mungu alikuwa amemchagua kuanzia mwanzo. Wapendwa, ngoja nikwambie, kwa haya maisha umewahi kujiuliza kwa nini? Ngoja nikwambie, wakati unazaliwa kuna watu wengi sana walizaliwa pamoja na wewe, na sio wote walitoboa. Wengine walikufa. Kila mahali ambapo watu walienda wanazaliwa, kuna wengine hawakuzaliwa. Wengine walizaliwa wakafa, wengine wakabaki hospitali, wengine hata walifia tumbo za mama yao ndani. Wazazi hata wao wakafa ndani. Unaona? Lakini wewe Mungu alikuhifadhi. Sababu anasema mimi ni Mungu wa walio hai. Mpe Yesu makofi. Sio Mungu wa waliokufa. Mungu alikuhifadhi, kumaanisha wewe ndani yako alihifadhi uhai wako. Kwa sababu ndio maana unaona Musa akiwa mtoto mchanga, haelewi chochote. Wapendwa, kesi ikapitishwa watoto wote wauliwe. Farao akasema watoto wote wauliwe wa Waebrania. Kwa sababu wapendwa, shetani kazi yake inakuaga vita kuanzia ukiwa mtoto. Kuanzia ukiwa mdogo inakuaga ni vita. Anaanzaga kukupiga vita ukiwa mdogo. Usiende mahali, usifike mahali. Na hili ni jambo ambalo hata lilifanyika wakati wa Yesu. Unaona Yesu anazaliwa, wakati mfalme anatumia the same command, anasema watoto wote wauliwe. Alikuwa amemtarget Yesu, ili Yesu uokovu usiingie duniani, mwanadamu asipone. Hivyo huu msemo ulitokea kwa sababu shetani alikuwa anajua, wapendwa, ya kwamba Musa atatumika kukomboa wana wa Israeli. Lakini kwa sababu alikuwa na purpose, Mungu akamuhifadhi Musa. Mungu akamuhifadhi akiwa mtoto. Hiyo ni stage moja. Mungu akampigania, Mungu akamsaidia. Wapendwa, kama vile wewe Mungu amekupigania toka ukiwa mdogo mpaka umefika sasa hivi. Wengine wako miaka 30, wengine 40, wengine 50, wapendwa, wengine 20. Mahali umefika, as long as you are alive, ni Mungu amekupigania. Mpe Yesu makofi. Sasa Musa, nataka tusome hapa uone vile Mungu ni wa ajabu.
Taka tusome kwenye kitabu cha Kutoka 2, Exodus 2 verse 9. Inasema, nasoma tu kwa ufupi mistari michache. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Taka uone vile Mungu waga anafanya mambo kiajabu kwa maisha haya. Mungu waga anafanya mambo kwa njia usiyoelewa. Hapa ilikuwa ni Musa. Wakati Musa anatafutwa, mama yake akaona sasa huyu mtoto, kwa sababu vile mfalme alikuwa amepitisha watoto wote wauliwe, akaona Musa hata kuwa save. Kama ni kwa nyumba watapiga search, Musa atapatikana. Sasa mama yake akaona amtengenezeka kakitu kadogo, akamweka ndani, akaenda akamficha mahali kwenye mto. Mama yake akasimama mbali aone vile Musa atachukuliwa auliwe. Lakini kwa sababu ya ile mpango wa Mungu, Musa hakuuliwa. Uwe mpango wa Mungu unahifadhi maisha ya mtu. Mpe Yesu makofi. Nasema mpango wa Mungu kwa maisha yako, hiyo ndio inahifadhi maisha ya mwanadamu. Musa hakuuliwa. Sasa yule binti Farao alipoona huyu mtoto, akafungua nani, akaona ni mtoto. Mama yake alikuwa amesimama mbali, amesimama tu mbali aone vile mwanawake atauliwa na maisha yake yaishie pale. Sababu kuna mahali waga tunafika, hamna mtu anaweza kukusaidia. Hata mzazi anakuangalia tu. Mama yake asingemsaidia. Musa alikuwa amezungukwa na shida. Ukiangalia hapo, mama yake amesimama, kama angepatwa na mtoto ingekuwa ni shida. Akaamua acha amweke huko. Mahali pia alikuwa amemweka ni shida, kwa sababu ule mto ulikuwa umejaa mamba. Kitu cha kushangaza, mamba hata hazikumla Musa. Maisha haya tunakuwa surrounded na shida na matatizo na mambo ya kila aina, changamoto tofauti tofauti. Lakini wapendwa, ngoja nikwambie, purpose ya Mungu ndio waga inafanya wewe uko hai. Mpe Yesu makofi. Purpose ya Mungu ndio inafanya uko hai. Afadhali urealize ile purpose Mungu amekuitia ni gani. Mungu amekuita, kitu cha kwanza ambacho Mungu amemuitia kila mmoja ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ni ibada. Mungu anataka wanadamu wote wamwabudu. Hakuna kitu kinachukiza Mungu kama kuabudu miungu. Hakuna kitu kinachukiza Mungu kama watu kumwacha Mungu kufuata njia zingine. Kinakasirisha sana Mungu zaidi. Ndio unaona watu wanateseka, kwa sababu wanamwacha Mungu. Watu wanajitengenezea miungu, watu wanajitengenezea tradition zao, watu wanajitengenezea ibada zao, lakini hawamwamini Mungu. Ndugu yangu, Mungu akusaidie ujue kwamba suluhisho hayo maisha yako, wapendwa, Mungu peke yake ndio anaweza kukusaidia. Mungu peke yake ndio anaweza kukuokoa. Duniani kuna miungu mingi, duniani kuna beliefs nyingi, duniani kuna madini mengi, duniani kuna traditions mingi, lakini hizo zote haziwezi kukusaidia. Lakini Mungu yule aliyekuumba, huyo ndio amebeba maisha yako yote. Haleluya! Ukimwamini huyo kuna future. Ukimwamini huyo, hata mahali mambo yanakaa magumu, atakutoa kwenye hatari zote. Unaona Musa, sasa hebu angalia Musa, yeye amewekwa pale. Huyu mama yake amekaa kando. Binti ya Farao amefika pale na mama yake. Wakiwa pale, huyu mama yake binti ya Farao akamwambia si nikutafutie mama mmoja Mwibrania akunyonyeshe mtoto. Kitu cha kushangaza ni kwamba anapoenda kutafuta mama mtu wa kunyonyesha, anachukua mama ya Musa. Pasipo kujua ni mama ya Musa. Unaona vile Mungu waga anafanya mambo kwa maisha, na kuonyesha chain. Ni kama tu yale maisha unapitia kila siku. Unaenda unatafuta kazi, haujui utaanzia wapi, haujui utauliza nani, haujui lakini unaenda tu. Unakuta kila chain ya maisha ya mwanadamu kuna kitu Mungu waga anafanya. Mpe Yesu makofi. Kila kitu unachopitia kuna umaana wake. Haswa wakati unakuwa ndani ya Mungu, kupata na kukosa yote inakuwaga ni kwa sababu ya mpango mzuri ambao Mungu anafanya. Hatari yoyote unapitia, wapendwa, wakati ambapo unakuwa na huyu Mungu, ndio maana Biblia inasema yote utendeka kwa wema kwa wale wanaompenda Bwana. Inasema yote. Katika hayo yote kuna mambo hautayapenda, kuna mambo hautaelewa,
Kuna mambo kwa jinsi ya kibinadamu hawezi kuinterpret. Ungeinterpret vipi Musa ambaye Mungu amemuita kuokoa wana wa Israeli anatupwa kwenye mto? Ungeinterpret vipi mama aliyezaa Musa anakaa mbali, anamwacha aone kile kitampata kwa sababu hawezi kumsaidia? Lakini naye Mungu anakuja na njia nyingine. Yule mama mke wa Farao anakuja, anaangalia mtoto, anampenda, anaona huyu mtoto ni mzuri, huyu hatumuui. Hivyo ndio Mungu anafanyaga. Watu wanasema huyu tutamfuta kazi. Unasikia bosi anasema huyu hatuwezi kumfuta hata tukifuta hawa wote. Mpe Yesu makofi. That is how Mungu anafanya. Na kuonyesha ili uelewe. Angalia Musa katika hiyo hali. Mungu ni wa ajabu. Akachukuliwa, akaenda akalelewa kwenye nyumba ya kifalme. Akafika akalelewa kwenye nyumba ya kifalme, akapata education ya kifalme. Mtu ambaye mama yake hakuwa na uwezo. Mama yake naye Mungu ametengeneza opportunity ya mama yake kulipwa mshahara ambao ananyonyesha mtoto wake. Hebu angalia mambo ya Mungu. Ati mama ananyonyesha mtoto wake na analipwa mshahara kwa kunyonyesha mtoto wake. Nataka uone. Huyu tunaongea kuhusu Musa na kuonyesha maisha. Mungu anaweza kukubariki vitu ambavyo sio wewe umegaramikia, kwa sababu ya purpose yake kwa maisha yako. Mpe Yesu makofi. Unanielewa? Watu waga wanajisumbua bure. Haya maisha hayana formula ingine. Na ndio hata mimi mwenyewe niliona kwa haya maisha hakunaga formula ingine isipokuwa Mungu. Hakuna kitu sikufanya. Kama ni kwa baa nimeimba. Nini sijafanya sasa? Kama ni kupigana nimepigana vita za ajabu. Najua. Kama ni ubaunza nilifanya kwa bar, kwa club. Tukao tunalima watu. Kwa napiga gym siku mzima. Kiamka tunaenda bar, tunalima watu. Kimaliza kulima watu unaingia unaimbia Mugithi. Wanawake warembo wa kila aina. Hakuna maisha sijaishi. Lakini nikaona hamna faida kwa haya yote. Mpe Yesu makofi. Hakuna faida. So sometimes naomba tu Mungu akusaidie uone hakuna faida. Kama ni pesa, ulikuwa nashika pesa my friend. Unaimba Mugithi unapata pesa. Unapata pesa. Lakini haikusaidii. Maisha yako inaisha miserably. Hamna kitu. Wengi tulikuwa nao huko, wengine hawako. Wengine ukiangalia maisha yao saa hizi watu wa kuhurumia. Wapendwa, formula ya hii maisha ni kujuana na Mungu. Mpe Yesu makofi. Maisha yako Mungu waga anashughulikia. Hebu imagine venye ameshughulikia Musa. Musa anaenda kusoma education ya kifahari. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua huyu nitamtumia, kwa hivyo lazima education yake nitaifanya ya kifahari, aelewe elimu ya mfalme. Mama yake hakuwa na pesa. Ukisikia mama yake ati Mungu ndiye anasaidia, anafungua kanjia, kumbe Mungu waga anasaidia mmoja, na akisaidia Mungu anasaidiaga watu differently kwa the same time. Unanielewa? Mama ya Musa hakuwa na pesa. Ameandikiwa mshahara ambayo hakuwa nayo. Hakuenda kutafuta kazi yeye. Ile shida ilikuwa out of ile shida ya watoto firstborn kuliwa. Kumbe Mungu wetu waga anaonekana kwa shida yako. Mpe Yesu makofi. Mfalme yeye anaona ni wakati wa kuua firstborn. Naye Mungu anasema huyu Musa amemchagua. Kupitia hiyo Mungu anahakikisha huyu mama naye anapenda mtoto. Anaangalia katoto, anaona aka kana sura nzuri, aka hatuwezi kukaua. Kumbuka ni huyo wameua watoto wengi. Hata hapo walipokuwa naenda mtoni bado walikuwa kwa mission ya kuua. Na Mungu akahakikisha akifika kwa mto akioga, mama ya Musa alikuwa ameficha mtoto asionekane. Lakini Mungu akahakikisha huyo mama akiingia pale
kitu ya kwanza ataona ni ile kikapu. Mama akajua basi mtoto wangu ameisha sasa. Sio vile alifikiria. Yeye alijua mtoto wangu ameisha, amekutwa na mke wa Farao na watoto wote firstborn wanauliwa. Basi huyo ameisha. Kama vile watu kwa maisha anafikiriaga basi mimi nimeisha sasa. Nimeisha. Lakini Mungu hata alipomuona, ndio maana nakwambia usitishwe na adui, usitishwe na ripoti mbaya, usitishwe na mambo mabaya, kwa sababu Mungu anasema nini? Hata kwa hayo mabaya Mungu yupo akupiganie. Mpe Yesu makofi. Mama akafungua akaona huyu hatutaua. Hata kama tumeua wale, huyu hatutaua. Nini kilifanya asimuue? Huyo mke wa mfalme hata yeye ajui kwa nini hakumuua. Yeye aliona uzuri. Kumbe katika kile anaona kuna kile Mungu anafanya. Ndio maana kwa maisha yako, wapendwa, unapoelewa maisha haya, utajua katika kila jambo baya ama zuri kuna kitu Mungu waga anafanya. Mpe Yesu makofi. Kuna kitu, weza kuwa ni kwa ndoa, weza kuwa ni kwa biashara, weza kuwa ni kwa maisha. Unajiuliza, mbona kwetu inakuaga hivi? Mbona inakuaga hivi? Mbona maisha yako hivi? Nimekwambia katika hilo baya kuna kitu Mungu anatengeneza kizuri. Musa akapata opportunity, akasoma pasipo mama yake kuwa na pesa, akasoma. Sikiliza vile Mungu anafanya kazi. Uniambia hakuna elimu inaweza fanya kazi hivyo? Hakuna pesa inaweza fanya kazi hivyo? Wewe nani dunia hii atakulipa mshahara wa kitu ambacho ni chako? Lakini Mungu anatupaga vitu ambavyo hata we don't deserve. Akamaliza akamaliza hiyo elimu, akakaa kwa mfalme. Nataka uone yale maisha waga tunapitia kila siku sio tofauti na haya ambao unaona Musa anapitia hapa. Wakati mwingine waga hatujui tutatokea wapi. Musa sasa yuko pale kwa mfalme, kama ni issue ya elimu amepokea kila kitu. Siku moja akawa anatembea. Nisikize vizuri. Akawa anatembea. Alipokuwa anatembea akakuta watu wawili wanapigana. Mmoja Misri, mmoja Mwibrania. Alipoona Misri, Mwibrania anaonewa na Misri, akaangalia kama kuna mtu anamuona, akampiga yule Misri. Misri akafa, akachimba shimo akamzika. Akafikiri hamna mtu amemuona. Wapendwa, ngoja nikwambie, kumbe kuna mtu alikuwa amemuona. Wacha unaona kwa haya maisha, sometimes huaga tunajificha watu kwa sababu ya aibu, sababu ya vile maisha yako. Unajua? Yaani unaangalia tu watu wananionaje. Ngoja nikwambie, maisha yako watu waga wanayajua. Hamna kitu unaweza kuficha. Nipungie mkono. Haleluya. Aibu yoyote ambayo unapitia kwa maisha yako usifikiri ati unafichaga. Kuna watu wanaonaga na wanajua. Hata ukijifanya una pesa, kuna watu wanajua hauna pesa. Hata ukijifanya you are okay, kuna watu wanajua huyu mtu hayuko sawa. Na wanaangalia waone vile mwisho wako utakuwa. Wanaangalia waone kama kuna mahali utaenda. Wengine hata wanasemaga wewe wacha vile kanajifanyanga. Hakananga kitu. Lakini kuna wengine wanakuangalia wanaona kama uko na pesa. Shida za nakwambia aibu yako huwezi ficha. Sasa Musa akawa nafikiri hakuna mtu anamuona. Amefanya uovu. Kwa nini? Kwa sababu anatafuta maisha yake. Anatafuta kuendelea. Aibu angalia. Huu wakati na kuonyesha vile life is a process. Ili tuone Musa maisha yake alibadilikia wapi. Maisha yale unapitia ndio hayo walipitia. Hebu angalia. Musa pamoja na kwamba kuna purpose kwa maisha yake, Mungu amemuita kwamba atakomboa wana wa Israeli, lakini sasa ameua. Mungu hakumuita kuua. Lakini kile kilikuwa ndani yake. Sikiliza. Nisikilize vizuri sana. Unaona yeye anaua, ameitwa kuokoa wana wa Israeli, na sasa angalia vile mambo yake yanaanza. Mambo ya Mungu huwezi kuelewa. Huwezi kuelewa. Akaua, akamfukia. Kesho yake pia akakuta sasa watu wanapigana wawili. Waibrania wawili sasa, watu wa kabila moja. Nataka uone kile ambacho Mungu ameweka ndani yake kinafanyika kwa njia ambayo watu hawaelewi. Kwa nini siku ile alikuta Misri anapigana na Mwibrania? Mbona aliua Misri?
Mungu alikuwa anamuonyesha hii ndio, lakini yeye haelewi. Ndio nakwambia kuna mambo yatakufanyikia kwa maisha yako, wewe hautaelewa. Kwingine utafukuzwa kwa nyumba, utawekewa kufuli. Kumbe Mungu amekuandalia nyumba yako kubwa. Mpe Yesu makofi. Kwingine utafukuzwa kazi, Mungu amekuwekea kampuni yako, wewe hujui. Nakupa mfano wa maisha ambao unapitia kila siku. Kwa sababu wapendwa, lazima ubadilike, uache kwenda kwa kuona. Wengi wanaenda by sight. Ukienda by sight, hebu angalia kama kuna kitu unaweza kukiona kizuri by sight. Hata saizi kwa maisha yako, nataka uanze kuchunguza. Chunguza mume wako, chunguza mke wako, watoto wako, chunguza situation yako, hata ya kazi, ya financially. Ukienda by sight, unaona kama kuna mahali unaenda? Tuambiane ukweli. Kila mmoja achunguze maisha yake. Ukiangalia, unaona kuna mahali unaenda? Hakuna. That is the truth. Hata ukisema iko. Saizi kuna mtu amekaa mahali analia kwa sababu ya ndoa yake. Kuna mtu saizi analia kwa sababu hana kazi. Mwingine hana pesa. Mwingine hajui atatokea wapi. Sasa ndio nikakwambia hivi, Musa, Mungu alikuwa tayari amemwekea purpose ndani yake. Sasa angalia maisha hapa, ameua. Yeye akaona sasa nimeua, akatoroka. Alipokuta siku ya pili, alipokuta Mwibrania na Mwibrania wanapigana, hao akamwambia akawaambia, kwa nini mnapigana? Akawaambia, we usituue vile uliua yule Misri, tunajua uliua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanajua, wanaelewa, wanajua kuhusu maisha yako, wanaelewa mambo yote. Lakini hata wanapoelewa, hiyo isikutishe. Hata wanapoelewa, Musa ikabidi sasa ametoroka. Kwa sababu habari zimemfikia nani? Farao. Huyo Musa ametoroka. Musa alipotoroka, kule alitoroka, alienda akakaa mahali kwa kisima. Ukiona mtu amekaa, wapendwa, unajua mtu akitoroka mahali, unakutanga mtu amekaa, ni mawazo anawaza. Anafikiriaga, anawaza sasa kutaenda vipi? Ukiona mtu mko mahali ameenda hata amejiseparate, akaenda akakaa mahali tu amekaa hivi, wachana na huyo mtu. Yuko mbali sana. Kile anawaza na kile anafikiria. Ndio maana unaona watu wengi waga wanajitenga sometimes. It happens. Si unaona hata Musa alitoroka kwa sababu sasa Farao amejua. Musa tena hayuko kwa palace, sasa hayuko tena kwa mfalme. Mtu ambaye alikuwa amezoea kula chakula kizuri, kuishi maisha mazuri, sasa ile nafasi amepoteza. Ndio maana kwa haya maisha sometimes waga tunapoteza nafasi. Kuna watu wakipoteza nafasi wanahuzunika sana. Umefutwa kazi, unahuzunika. Mambo yako hayajaenda vile ulitaka, unahuzunika. Mimi sikutaka hivi, nilitaka hivi. Nataka leo nikutie moyo, nikwambie wapendwa, purpose ya Mungu itatimia kwa maisha yako. Muamini Mungu. Mpe Yesu makofi. Muamini Mungu. Sio vibaya kujikuta umekaa peke yako unawaza, watoto, huyu mme, hii kazi, hii maisha. Musa alijikuta hapo, lakini haikuleta suluhisho. Hebu angalia, bado Mungu anapelekana naye. Kwa sababu Mungu tayari kuna kile aliweka Musa ili kitimie. Ndio nakwambia hakuna mtu anaweza vuruga mipango ya Mungu kwa maisha yako. Na wakati hata unajuana na Mungu sasa, ndio inakuwa the best. Nitakuonyesha mahali ambapo maisha ya Musa sasa yalikuwa different, yakabadilika. Haya, Musa amekimbilia kule, amekaa anawaza. Akiwa pale, akiwa amekaa tu pale, kuna wadada fulani wakaja pale, wanakuja kuchota maji. Wakakuta Musa amekaa pale. Walipokuwa wanaenda kuchota maji, wadada 7 sisters walikuwa wanatoka nyumbani kwao. Baba yao ni kuhani. Kuhani ni mchungaji. Baba yao ni kuhani, mtumishi wa Mungu. Musa amekaa pale. Hawa hawamjui Musa wala Musa hawajui. Wadada walipokuwa wanaenda kuchota maji kwenye kisima, wakafika pale kwenye kisima, wanakuta watu wengine wanachota maji, wanaume. Wakawazuia, hamtachota maji.
wakaanza kuwazuia, wakaanza kuwasumbua. Musa akasimama. Angalia, kile Mungu amemuitia anaenda hatua na hatua polepole, lakini hajui. Ye kwa akili yake kule ametoroka kuliwa na Farao. Lakini hapa anapokuja tena anakuta kitu ambacho lazima amue. Akaona wale wadada, hawa wanaume wanawasumbua. Musa akasimama, akawasaidia. Akawachotea wale wadada maji. Akawachotea maji. Nisikilize wapendwa, ujumbe ni ujumbe tofauti sana ukiuelewa. Naongea kuhusu maisha yako. Hayo mambo hivyo ndio wakati tunapitia kwa maisha yako. Hata sasa hivi nikikupa uanze kueleza kuhusu maisha yako, nikatoka hapa, nikaoa, mume akatoroka, nikabaki na watoto wawili, haya nikaenda, nikatafuta kazi, nikaanza kufulia watu nguo, hamna kitu kilifanyika, nikachukuliwa na pasta fulani, akasema nikae kanisa nikuwe naosha, nitumikie Mungu, nikakaa hapo, hakuna kitu kilifanyika. Ikafika mahali kanisa ikafungwa kwa sababu pasta alishindwa kulipa rent, tukafukuzwa, nikatoka. Kila kuna story mtu yuko nayo. Story ndio hiyo na kuonyesha ili usife moyo. Sababu wengine waga wanafikiri unapoomba tu Mungu fanya hivi, Mungu ni sasa ina happen. Haya mambo ni process. Wengi wamejitia kitanzi kwa sababu wapendwa ni vizuri kujua kwamba Mungu alikuumba na purpose yake. Na kila mara, kila njia unayoenda, Mungu anataka kutimiza makusudi yake kwa maisha yako. Unakumbuka Yona aliitwa na Mungu, anatumwa, anaambiwa Yona, nenda ukawahubirie watu Nineve. Yeye akaanza kutoroka. Kule alipotoroka, shida zilikuwa zinazidi. Unapomtoroka Mungu, unajua kila mtu amepewa purpose hapa. Hata usiseme ate wewe ni street boy, ate wewe unapa kukaa, unapa kuishi, ate mimi na uzanga sijui nini, ate mimi ni hoka tu. Wacha kutumia hiyo. Kuna purpose Mungu amekuumba. Mungu hakuumba hoka. Mungu aliumba purpose iko ndani. Mpe Yesu makofi. Hii kazi, hizi shughuli tunafanyaga hapa ni za kula na kunywa tu, hakuna kitu kingine. Lakini kuna purpose. Kuna kile kitu kamili Mungu alikutengeneza ili atimize yeye kupitia wewe. Angalia sasa, Musa amefika hapa akaamua ile kesi. Alipoamua, hawa wasichana wakaachotea maji. Walipoenda nyumbani, angalia vile Mungu waga anafanya na connection. Hebu nataka uangalie hiyo chain yote. Huyu ni Musa. Hiyo chain amezunguka, lakini the more anapitia shida, the more anapitia challenge, the more anafikia ile purpose. Hata wewe lolote unalopitia, liwe baya, liwe zuri, katika kila kitu lazima ujue kila siku unafika kwa kile purpose Mungu amekuwekea. Mpe Yesu makofi. Hakuna mtu anaweza kuzuia. Hakuna challenge inaweza kuzuia. Labda wewe mwenyewe ujizuie. Bado Mungu hajaongea na Musa. Anapitia haya yote. Watu wengi wanasemaga, "Woi, Mungu si uongee. Mungu ongea na mimi. Mungu niambie." Mungu waga anakuja kuongea na wewe kwa wakati wake. Na anaongea na wewe. Ndio anasema unaposikia sauti ya Mungu, usifanye moyo kuwa mgumu. Kwa sababu kuna wakati Mungu uongea kabisa kwa maisha ya kila mwanadamu. Musa akaamua kesi. Wale wasichana walipopeleka maji nyumbani, baba yao akauliza, "Mbona leo mmekuja mapema hivi?" Hebu angalia vile Mungu anafanya kazi. Mbona mmekuja mapema? Wakaanza kuongea kuhusu Musa. Anasema kuna mtu mmoja tulimkuta pale, akatusaidia, akatuchotea maji. Kuna watu walikuwa wanatusumbua. Baba yao akauliza, "Na mbona mlimwacha? Si mngekuja naye? Mbona mlimwacha?" Angalia vile Mungu anatengeneza njia. Angalia maisha ya Musa, kuanzia mahali amezaliwa. Angalia ametoka hapo, amefukuzwa kwa Farao, ametoka. Angalia sasa yuko hapa kwenye kisima. Angalia sasa, wapendwa, kwa maisha yako Mungu waga anahakikisha kuna mahali watu watakuwaza, kuna sauti zitakuongea, lakini wewe hujui. Kuna milango imefunguliwa mahali, kuna sauti inataja majina yako, lakini wewe umekaa tu uelewi. Sioni mahali mpaka hapa Musa hata amefika mahali ati akiomba. Watu wengi wanafikiriaga ni maombi yao yanawasaidia. Mimi kwa maisha haya waga nasema, sio maombi yangu yananisaidia, ni neema ya Mungu. Mpe Yesu makofi. Sababu hata kuomba
standard ya kuomba jinsi ya kimungu wapendwa. Nasema Biblia nasema hatujui hata vile tunatakiwa kuomba. Hatujui. Ni vizuri sana kuomba, lakini unajua God is greater even than our prayers. Kiwango cha Mungu kiko juu. Na ndio maana hata kutembea na Mungu na kumtii na kumsikia ni kitu cha maana sana. Sababu hapo ndio kuna siri kubwa hapo. Haya, Musa ikabidi waende kumchukua Musa. Kachukuliwa, wakakutana na yule Mlawi. Musa akaanza, wakaelewana, akapewa kazi ya kuwa anashughulika pale. Akawa anachunga. Sasa ametoka kule kwote, amefika sasa anachunga. Siku moja, hapa ndio nataka tuingie sasa. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kuhusu maisha yako kupitia neno, ili uone neno hili la Mungu linakuonyesha jinsi ya kushinda hali za maisha yako. Wana wengine wanafikaga mahali wanaanza kutafuta misaada kwa watu, sio kwa makanisa. Ni wengine wanauziwaga chumvi, wengine wanauziwa chumvi, wengine vitambaa, wengine mafuta, wengine wanauziwa, wengine wanatabiliwa vitu vingine mpaka unashangaa. Uniambia ati nitaendesha gari. Sasa hiyo ni utabiri gani? Gari hata mlevi anaendesha. Hiyo si utabiri. Utaenda Amerika. Hata mwizi anaenda Amerika. Najua waizi wengi wameenda Amerika na hajatabiriwa. Hiyo si utabiri. Utajenga nyumba. Hata wachawi, kuna mchawi najua ni landlady, ana maploti na hakutabiriwa. Mpe Yesu makofi. Hiyo si utabiri. Utabiri na unaona mtu yuko serious. Hata nilikuwa nimekaa mahali, Mungu akanionyesha, nikaona visa. Naona unaenda Amerika baada ya miezi 6. Alafu miezi 6 inaisha na uendi. Hata kazi ulikuwa nao unafutwa. Kwa sababu hoja nikwambia wapendo, kuna vitu watu wanachukuliaga serious, badala wachukulie Mungu serious abadilishe maisha yao. Wanachukulia vitu vingine serious, vinawaumiza. Can you protect your soul? Juana na Mungu na umgoje Mungu. Mpe Yesu makofi. Musa hakukutana na mtu wa kumtabiria. Hebu angalia mahali maisha ya Musa sasa yalibadilika kabisa, yakageuka. Naomba tusome hapa, angalia. Yani ukijua kweli, you shall know the truth and the truth shall set you free. Usitishwe ati ukiona ati mtu ati ameuziwa holy water. Unajua watu wengi wake wakiona yule ameuziwa, Bwana asifiwe, mimi niliuziwa hii maji. Hii maji imekuwa ya msaada sana. Nilikunyusha mtoto, nikakunyusha bwana yangu. Fuatilia huyo mtu vizuri, mfuatilie. Enda mpaka kwake. Fuatilia uone kama hata anakaa na bwana yake. Alipigwa mangumi, akatoroka. Unajua wapendwa, waga tunasikia tu mambo in public, lakini ukiamua kufuata, kwa sababu mwisho Biblia inasema kuna njia unaweza kuifuata, lakini mwisho wake ni mauti. Unaona? Sasa badala uanze na Mungu. Yesu ndio njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen kubwa. Yesu ndio njia, kweli na uzima. Anatosha. Sasa hebu angalia mstari wa, nataka tuende hapo Exodus 3. Exodus 3. Naomba tusome Exodus 3 uone. Chapter 2 inaeleza jinsi mapito ya Musa amepitia. Lakini 3 uone sasa maisha yamebadilika. 3 inasema basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe. Kule ambapo Musa alienda wapendwa, kati ya wale wanawake ambao Musa aliwasaidia, yule baba kule alikuwa anafanya kazi, Musa alipata mke huko. Bwana Yesu asifiwe. Alipata mke huko. Hakuanza kuomba mke. Alipata mke huko. Unaona vile, imagine vile, yani vile maisha ya mtu Mungu anayaconnect. Angalia. Musa yeye anatembea tu, hali anapitia ngumu. Tunakwambia safari bado bwana. Muamini Mungu, atanyosha mapito yako.
Mungu ni mwaminifu. Hata kama unapitia nini sasa hivi. Umeona hizo chain zote za Musa? Uniambie, hebu ona, akiwa kisimani, angekaa hapo kisimani aseme mimi nakaa tu basi. Simetoroka kwa Farao, nakaa tu hapa, hamna kitu. Lakini kile Mungu ameweka ndani yake na kile Mungu amemuitia, hicho ndio kilikuwa kinamdrive. Sometimes watu wamedanganyika, wanafikiriaga kwamba kuokoka ama kumjua Mungu ni njia ya maisha kuwa matamu sana. Hautapitia hali, hakuna shida, hakuna vita, hakuna lolote. Ndio wengi majaribu yakija wanaondoka. Majaribu lazima yawepo na lazima uyashinde katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi. Majaribu lazima yawepo. Nakwambia majaribu lazima yawepo. Mtu asikudanganye. Takwambia nitatengeneza maisha yako. Huyo anakwambia atatengeneza yeye mwenyewe. Wewe. Nasema basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro, mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu. Sema mlima wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akafika wapi? Akafika wapi? Nataka useme kwa sauti, akafika wapi? Mlima wa Mungu. After all that, anasema malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Mungu alikuwa anamuonyesha nini? Unaelewa kitu hapo? Kijiti kinawaka moto lakini hakikuteketei. Ni kama vile maisha yako. Wakati purpose ya Mungu amekuchagua kwa maisha haya, majaribu utapitia lakini hayatakumaliza. Mpe Yesu makofi. Hayawezi kukumaliza. Hayawezi kukumaliza. Hata ukifutwa kazi hauishi. Mke akitoroka hauishi. Mume akitoroka hauishi. Chochote kinafanyika kwa maisha haya bado hauishi. Ndio akamuonyesha Musa kijiti ambacho kinaungua. Mungu alikuwa anamuonyesha nguvu zake, anamuonyesha uwezo wake. Na hiyo ndio unatakiwa. Hakuwa amewahi kukuta anapopitia mambo yote, hakuna mahali Mungu alikuwa amewahi kuongea naye. Wala Mungu hakuwa amemwambia mahali nimekuita ufanye hivi. Hapana. Mungu hakumwambia. Some of us in life sometimes waga tunajiangalia, tunaona mimi hakuna purpose kwa maisha yangu. Mimi ni kitu bure. Kwa sababu wapendo, ndio maana wengi waga tunatafuta tutabiliwe, tuambiwe. Unasema mtu anakuambia pastor, niambie maisha yangu yatakuwa vipi? Niambie itakuwaje? Pastor hawezi kujua future yako. Hakuna mtu anajua future yako isipokuwa Mungu. Yesu makofi. Ndio anasema I know the plans I have for you. Sasa Musa, angalia, Mungu alikuwa anamuonyesha, angalia hichi kijiti. Anamuonyesha, angalia hichi kijiti. Kinaungua kwa moto lakini hakiishi. Kinaungua kwa moto. Alikuwa anamuonyesha nguvu ya Mungu kwa maisha yako. Kinaungua. Sio eti majaribu hakuna, sio eti shida hakuna, sio matatizo hakuna, lakini hayawezi kukumaliza. Kifo kinakuja unashinda. Magonjwa yanakuja unashinda. Mpe Yesu makofi. Hallelujah. That is the word of God ambayo itakutia nguvu. Mungu anataka tuwe strong katika hali. Lakini kizazi cha leo watu wengi hawako dhibiti katika imani. Na hapo ndio shida. Watu wengi wanaishi kwa hofu, hawana imani. Sababu mafundisho hata wanaopokea ni ya hofu. Ni mafundisho ambayo ni yako weak, haiwezi kujenga imani yako. Because the only true thing ambayo inaweza kujenga imani yako wapendwa ni kitu inaitwa the word of God. The Bible says faith comes by hearing. Faith comes by hearing. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kuna mahali masikio ya mtu yanakuaga yamezibwa ya ndani. Ndio Biblia inasema faith comes by hearing, and hearing. Haisemi and hearing the word of God. Watu wengi wanasemaga inasema faith comes by hearing and hearing the word of God. Sio hivyo. Inasema faith comes by hearing and hearing by the word of God. Mpe Yesu makofi. Kwa hivyo pasipo, sikiliza, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kwa hiyo kuna mahali watu wanakuaga viziwi. They don't hear the word of God. They hear other things.
ambazo haziwezi badilisha maisha yao. They hear other doctrines ambazo haziwezi kuwasaidia. Wanataka kusikia mambo mabaya. Wanataka kusikia mambo kwa masikio ambayo hayatawajenga. Because what you hear, it either builds your faith ama ina increase fear. What do you choose? Wapendwa, wakati mwingine unasikia ripoti mbaya kwa maisha. Lazima ujifunze kumwamini Mungu katika mambo mabaya na mambo mema. Unajua saizi wapendwa, let me tell you. Wacha nikwambie kitu, mahali tuko sasa hivi. Usipokuwa na imani, usipojuana na Mungu, imagine utateseka. Utateseka sana kwa maisha. Ndio unaona vitu kama kina Shakahola, ama mavituko zinafanyika huko. People are losing. Wengine they are losing their lives. Wengine wanatolewa sacrifice hata kwa mashetani. No, because Mungu anataka hivyo. Watu wataki kufuata Mungu. Ukifundisha neno la kweli, watu hakuna. Watu wataki. Na watu wapendwa, hebu niwaambie wapendwa, you know the word of God, wapendwa, mimi waga naomba Mungu awasaidie, asaidie watu, mioyo yao ifunguke, watafute kweli. When you are in Jesus, you are settled. Mpe Yesu makofi. Ukiwa na Yesu, the miracle you are looking for iko na Yesu, si mtu. Whatever you are looking for, kila kitu kiko kwa Yesu. Wapendwa, you don't need a religion to walk with Jesus. You don't need a religion to walk with God. Religion is a work of men. Religion no organized an institutions. An institution cannot save your soul, but Christ will save your soul. Mpe Yesu makofi. We go to church to pray. Hata watoto wetu wanafundishwa hivyo. What we go to church to do? To pray. We don't go to church to pray. We are supposed always to be praying. Mpe Yesu makofi. So before going to, mtoto anaelewa, I cannot pray if I'm not in church. Devil is a liar. We are supposed to be praying always. Inasema pray without ceasing. Mpe Yesu makofi. Yeah. Kuna mambo ambayo shetani anatumia tunjia twingine ta ujanja. Wapendwa, we don't go to church to pray. We don't go to church to worship. We are the church. You need to worship every hour, every time. Whether the meeting is there, whether the churches are there. Na unajua jana niliwasomea verse inasema wakati unakuja kutakuwa na kiu. Naomba mtumishi wa Mungu utanisomea. Inasema kiu, na ile kiu itakuwa ni kiu ya neno. Na njaa, ile njaa itakuwa si ya chakula, ya neno. Kwa nini? Kwa sababu kuna time is coming. A gospel, this gospel you shall not hear it again. Wakati unakuja utasikia neno. Hata saizi mahali tunaelekea, the devil anaingia almost everywhere. Mpaka hata wale wanaitwa wachungaji sasa hivi, they are misleading people. They are misleading people. Because when the church has a problem, the country must have a problem. Mungu anasema, if my people who are called by my name watatubu dhambi zao na kuacha uovu wao na kuniita na kunyenyekea, nitaponya nchi yao. Mpe Yesu makofi. May you and you utafute Mungu, the true God. Wachana na mambo ya siasa. Yezi kusaidia kitu. Tafuta Mungu kwa maisha yako. Changes inaanza na wewe. That is the truth. Hata hiyo maisha yako, do you know what wapendwa? Ni nini Mungu hawezi? Sometimes we organize kama Mungu amekupa pumzi, unapumua. Imagine kuna mtu yuko mochari. Kuna mtu anagongwa na gari sahi na anakufa sahi. Na maybe anapitia mahali wewe ulipitia. Na anagongwa. You know? Do you think you are special than that person? Kama Mungu ameweza kukulinda, ni nini hawezi fanya? Which prophecy are you looking for? Ni utabiri mgani watu wanatafutaga by the way? Before prophets were there, who used to prophesy? Hebu naomba unisome Hebrews 1:1. Naomba unisome Hebrews 1:1 kwanza. Hebrews 1:1. Hebrews 1:1. Ili uelewe umaana wa Yesu kwa maisha yako. Na imagine ni faida yako. Wokovu si faida ya Mungu wapendwa. Kumtii Mungu ni kwa faida yako.
Juu wewe ndio uko na shida. Mungu hana shida. Everything belongs to him. Pesa ni zake, gold ni zake, dunia ni yake, wewe ni wake, kila kitu ni chake. You know. So kuokoka si faida ati pastor hata nimeokoka, si faida ya pastor. Mimi hata ukiwa mshirika, I cannot take you to heaven. Biblia inasema after all, kila goti litapigwa. Utaonaga pastor anapiga goti huko peke yake, na wewe unapiga huko. Huko hakuna ate huyu alikuwa mshirika wangu. Ndio maana mimi siongeangi mambo ya washirika. Kuna mshirika wa mtu. Kuwa mshirika wa Yesu. Mpe Yesu makofi. Ukiwa mshirika wa pastor akikufa, nafikiri hawezi kufa. Wote wakufe. Mali alikuwa anakuzia mafuta na akufe kabisa. Wote wakufe. Simeona makanisa mapasta wanakufa, zinafungwa, viti zinauzwa, speaker zinauzwa, kila kitu. Kwa sababu hiyo ni kitu hiyo. Lakini Mungu hawezi fungwa. Mpe Yesu makofi. Mjue Mungu, utaweza kusimama. Hata shida ikiingia, ni economy, dunia nzima, mambo yaharibike. Kila sehemu mambo yaende vibaya. Ukiwa na Mungu wapendo, utaweza kusimama. Mpe Yesu makofi. Mjue Yesu. Hebu naomba unisomee hapo mtumishi wa Mungu. Nisome. Amen. Ni waraka wa Ibrania sura ya 1 mstari wa 1. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Sikiliza hapo. Mungu ambaye alinena, anakuonyesha enzi zile alinena na watu. Sikiliza, kupitia nani? Manabii. Enzi zile alinena na watu kupitia manabii. Sababu Mungu, God is a spirit, lazima atumie mtu. Shetani is a spirit, lazima atumie mtu. Everything you see anybody doing, there must be a spirit behind. Ukiona mtu anaiba, there is a spirit behind, inamtumia. Na wewe una uwezo wa kutumiwa na that spirit ama kukataa. Bwana Yesu asifiwe. Mpungie mkono. Ukiona uko katika usherati, there must be a spirit behind hiyo life ya usherati. Wewe uko na uwezo wa kukubaliana na ile roho kuishi kwa usherati ama ukatae. Ndio Bible inasema resist the devil and he will flee away from you. Mpe Yesu makofi. Amna shortcut. It is very simple. Resist. You have the power to resist. Sasa ndio nasema Mungu alinena enzi zile. Alikuwa ananenea nani? Watu. Kupitia nani? Manabii. Kwa hivyo kama alikuwa ananenea watu kupitia manabii, ule ujumbe manabii walikuwa wanatoa ulikuwa ni wa nani? Ni wa Mungu. Kwa hivyo hapa mtu anaingilia wapi? Unaona haya hii injili na ubiri sio yangu, ni neno la Mungu. Mpe Yesu makofi. Neno la Mungu. Lakini sasa nyakati hizi ananena na sisi kupitia Yesu Kristo ambaye ndio alitengeneza ulimwengu kwa yeye. Mpe Yesu makofi. Umenielewa? Kwa hivyo Yesu Kristo, ukiwa na Yesu Kristo, you carry all the prophecy in your life. Narudia tena. Ukiwa na Yesu Kristo, umebeba unabii wote kamili. Umebeba moyo wa Mungu. Umebeba Mungu kwa maisha yako. If you have Jesus Christ in your life, hallelujah! Hallelujah! Unapokuwa na Yesu, umebeba baraka zote za kiungu. Umebeba mafanikio yote ya kiungu. Umebeba ushindi wote wa kiungu. It is that simple. Kuna mtu mmoja tulikutana naye jana. Namshukuru Mungu aliokoka akampa Yesu maisha yake. Jana jioni nilipotoka hapa, kuna mahali nilienda kuhudumu. Nilipomaliza kuomba, akaniambia, pastor, nimekubali umeomba, lakini haujanisukuma vile ambavyo wachungaji wengine wanasukuma.
Sasa sijui kama nimepokea ama sijapokea. Nilikuwa naomba angalau kama naweza kusimama alafu nitafutie Asha, at least unisukume ili nisikie hiyo nguvu ya Mungu. Nikamwangalia nikamwambia umepokea, we muamini Mungu. Nilimwambia tu hivyo, nilikosa maneno, nikaelewa. Nilipokuwa naondoka, sasa naenda kwenye gate, akaanza kulia sana. Akalia. Nikasikia tu naitwa. Tukaenda, akanambia pastor, mimi nataka kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hauna kitu tuliongea kingi. Mimi nataka kuokoka. Tukaomba, akaokoka. Mpe Yesu makofi. Unaona watu wamewekwa mambo yani imagine, yani wana mpaka afanywe hivi, sukumwe. So nikaelewa what is happening. Na hiyo ndio inaendelea sasa hivi. Mungu anapotenda kwa maisha yako sio mpaka ugalegale uanguke usukumwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio mpaka upigwe makofi. Unajua pepo is a spirit. You don't see it. And whatever it does you can't see. You will only see the results. Hawezi piga shetani ngumi. Hata akiingia kwa maisha yako, silaha ya kumpiga shetani ni ukiwa na Yesu kwa maisha yako. Ili neno ni silaha. Wakati ambapo tunanena neno la Mungu in the spiritual layer, neno la Mungu ni upanga. Upanga unatumiwa kukata na kuharibu. So when you speak the word of God, waga unakata na unaharibu nguvu za giza usizoziona. That is why saizi nikikwambia, can you show me the word of God? You can't see it. Sio kuhusu Bible, you can't see the word. But the word of God is power. Mpe Yesu makofi. It is power. So ananena na sisi Mungu kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiwa na Yesu una vyote. Sasa angalia Musa. Nataka turudi hapa kidogo kwenye Musa. Musa mahali ambapo maisha yake yakabadilika. Hapo tulikuwa kwenye chapter 3, Exodus chapter 3. Nataka tutamalizia hapo. Inasema Musa mstari wa 3, angalia. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto ulioko katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Mungu akaanza kumuonyesha nguvu yake. Mungu anapofanya kazi kwa maisha yako, watu waga wana expect labda ni Mungu akiwa kwa maisha yangu sitapitia hali, majaribu sitapitia shida. Iwezi kuwa. Lakini ngoja nikwambie, Mungu anakuaga na wewe hata ukiwa katika shida. Ndio Daudi anasema, ninapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Sababu anapitia bonde la uvuli wa mauti, kifo kimemwangalia, lakini kwa sababu Mungu yupo naye anapita. Mpe Yesu makofi. Shida zako hauwezi zivuka bila Mungu. Hauwezi kushinda chochote bila Mungu. Utasema una pesa, sawa una pesa. Lakini hizo pesa uko nazo bado umelia kilio mara ngapi? Hata saizi unalia, una huzuni na una pesa. Hata saizi bado umejaa stress, hauna amani na una pesa. Umejenga nyumba kubwa, we ni landlord, we ni landlady, hata hauna amani bado. Kuna jambo linakusumbua, unafikiria hata kujiua. Ndani yako umejidharau. Nje tunaona mama aliyevaa smart. Nje tunaona baba aliyevaa suti na tai. Nje tunaona baba aliyevaa envelope anakimbia ofisini, lakini uko na stress. Hata unajiuliza hii ofisini naenda hii maisha naishi hizi pesa sasa ni za nini? Zinanisaidia na nini mimi? Unaona? Hivyo ndio iko. Kwa sababu hakuna chochote chaweza saidia yule mtu yuko ndani isipokuwa Yesu Kristo. Msaada wa ndani ni wa maana zaidi. Huo ndio unabadilisha mambo ya nje. Mpe Yesu makofi. The outside cannot change the inside, but the inside inabadilisha nje. Ndio Yesu akawaambia wanafunzi wake, kile kinacho mharibu mtu au kumchafua ni kile kinatoka ndani ya mtu. Sababu Mafarisayo waliangalia wakaona, wanafunzi wa Yesu wamekuta matunda kwa mti, wanayatoa, hawajayaosha. Wakaona hawa watu hata hawana hygiene, ati na wameokoka. Unajua kuna watu wanafikiria Mungu atusaidie. Kuna watu wanafikiria usafi wa mwili,
Usafi, yani kuoga, kunawa mikono, hiyo ndio utakatifu. Huo ndio utakatifu. Wewe unajua Lazaro aliingia mbinguni, alikuwa na vidonda vimeoza. Hapa duniani mbwa walikuwa wanaenda kumlamba. Kwa kumaanisha mtu kama alikuwa na vidonda, hata sidhani alikuwa anaoga huyo. Wewe ukiwa na vidonda kwa mwili utaoga? Bwana Yesu asifiwe. Utaoga? Hakuwa anaoga. Mbwa walikuwa wanaenda kumlamba. Ndio uone tofauti. Alipokufa, malaika alimchukua direct mbinguni. Tajiri, mavazi yake alikuwa mazuri. Sema alikuwa anavaa nguo nzuri, kitani, nguo safi. Sasa mpaka rangi, ukiona rangi ya zambarau ilikuwa inavaliwa, inaonyesha uongozi. Inaonyesha ukuu. Lakini alipokufa, hakuna wingu, kuna kitu. Kuzimu. Akaanza kulia, "Woi, huku niko sasa huku." Ndio hivyo maisha yako. Usidanganywe na hapa. Ukiona hata wengine wanaendelea, usifikirie ati huko nyuma. Ukiwa na Mungu hauko nyuma. Wao watangangana hata kama ni 50 years. Wewe Mungu atakusaidia within a day. Kile kazi mtu amefanya for 50 years. Mungu anahitaji hata sijui ni second, abadilishe maisha yako na uvuke huyo. Mpe Yesu makofi. Huyo ndio Mungu. Musa sasa kile alifanya cha maana, angalia. Hapa ndio siri iko. Sasa mstari wa 3, baada ya Mungu kumuonyesha Musa ukuu wake kupitia kile kijiti, alimuonyesha Musa, nikiwa na wewe hata ukipitia hii hali yote, kijiti ambacho kinawaka moto na akiishi, umewahi kusikia wapi? Wewe ukiona hivyo si utatoroka? Kwa sababu sio jambo la kawaida. Sasa Musa hakutoroka. Mstari wa 3 inasema, Musa akasema, "Nitageuka sasa niaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei." Bwana angalia mstari wa 4, hapo ndio siri ya maisha ipo. Hapo ndio siri ya ushindi iko. Hapo ndio siri ya baraka ipo. Mstari wa 4 inasema, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Sikiliza. Mara nyingi Mungu anakujaga kwa maisha yetu. Unasikia injili, Mungu anangoja ubadilike. Mungu anangoja uamue. Mungu anangoja ufanye uamuzi uje kwake, abadilishe maisha yako, lakini hausikii, unaendelea. Angalia. Musa akasema, "Nitageuka sasa niaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei." Mstari wa 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, "Musa, Musa, Musa." Akasema, "Mimi hapa." Sikiliza. Mungu alipoita, Musa aligeuka aone. Hicho ndio kitafanya Mungu aanze sasa kutembea naye. Mpe Yesu makofi. Mungu amemlinda wewe, Mungu amekulinda maishani mwako. Ulikuwa kijana, amekulinda. Ulikuwa mtoto, ndani yako kuna maono. Lakini hii sehemu ambayo watu wengi waga wanaikosa ni sehemu ya kusikia sauti ya Mungu, kuamua kugeuka. Umeona Mungu amekulinda na mambo mengi sana. Ni magonjwa, kuna wakati ulipata ajali, Mungu akakuokoa, wote wakafa, we ukatoka. Bado hata hujasikia, Mungu anakuita, hujasikia. Kuna wakati umepitia hali ngumu, Mungu akakutoa. Kila mtu hapa kuna hali ambayo kupitia ambayo ilikuwa hora kwa maisha yake. Kila mmoja anakuaga na kitu ambacho akikumbuka anasemaga, kweli hapa sijui nilitoka vipi. Nimekutana na watu wengi, kila mmoja anakuaga na hiyo, mimi sijui hapa nilitoka vipi. Wacha nikwambie, sio hujui ulitoka vipi. Hata kama uwe umeokoka ama haujaokoka, ni Mungu alikutoa hapo. Mpe Yesu makofi. Na ukitaka kwenda mbele, wapendwa, kwa sababu mbele bado kunazo hatari, kwa sababu umevuka maovu mengi, haimaanishagi mbele hakuna maovu. Kwa sababu umevuka hatari mingi, haimaanishagi mbele hakuna hatari. Ndio maana unamhitaji Mungu. Musa Mungu alipoona. Kwa hivyo Mungu waga anachunguza, anatuangalia uamuzi wetu. Je, tunaangalia neno lake? Je, tunamtazama? Je, tunamsikia ili aingilie kwa maisha yetu? Mungu hawezi kuja kama hujageuka. Hawezi. Utabaki kwenye hali yako. Utabaki.
hata kama ni maono yapo Mungu ameyaweka ndani yako, hautafika, hayatatimia kwa sababu umekosa kugeuka. Nataka tunapomaliza nirudie huu mstari. Inasema Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema Musa, Musa, naye Musa akasema mimi hapa. Leo Mungu anakuita. Anakuita utoke katika hali fulani. Anakuita utoke katika maisha fulani. Unaweza kuwa umeokoka, lakini kuna kitu unajua kimpendezi Mungu. Anakuita, anakuambia toka. Unapogeuka, unapoangalia, utaona ukuu wa Mungu. Hapo ndio Mungu ataenda na wewe. Mungu anatafuta mtu ambaye atageuka, aangalie na asikie. Mungu usiposikia, Mungu hawezi kushughulika. Hawezi. Pamoja na kwamba amekuokoa huko kote, amekulinda. Wapendwa, kile kinafanyaga Mungu akulinde na akuhifadhi ni ile purpose ameweka ndani yako. Na inafikaga mahali unapokosa kusikia, hausikii, hautii. Inafika mahali hamna tena neema. Inafika mahali hamna tena msaada. Inafika mahali imefika sasa mwisho. Naomba tusimame. Fanya uamuzi ambao unatakiwa. Fanya uamuzi unaotakiwa. Unaona msaada wetu 100% ni kwa Mungu. Ukisoma Yeremia 32:27 inasema tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Hilo ni swali Mungu anasema. Anauliza. Kuna neno lolote gumu? Yeremia 32:27 inasema hivi. Mungu apendwa si mwanadamu. Anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Kila mmoja hapa ana mwili. Kama una mwili, huyo Mungu ambaye amekuumba ndio Mungu wako. Anasema je, kuna lolote nisiloliweza? Hakuna jambo Mungu asiloliweza. Anaweza yote. Anaweza yote. Hali yote, hata yunakusumbua, hata yunawaza. Kitu cha maana, geuka, muangalie Mungu. Fuata sauti ya Mungu. Unaposikia hili neno, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Hata unapofanya moyo wako kuwa mgumu, haileti suluhisho kwa maisha yako. Ni mara ngapi umefanya moyo wako kuwa mgumu kwa Mungu? Imekusaidia? Imekuongeza? Umeona anything better? Badilisha. Geuka, angalia, sikiliza, fanya uamuzi. Mungu atabadilisha maisha yako. Naomba tufumbe macho popote ulipo. Tuombe. Popote ulipo, ongea na mtu yote ambaye anasema unataka kumpa Yesu maisha yako. Labda hujawahi kuokoka, au pia umeokoka lakini kwa sababu ya yale mambo umepitia ukarudi nyuma. Ni wakati mzuri wa kurejesha uhusiano wako na Mungu. Majaribu ni mengi. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu huanguka mara 7. Waweza kuwa mahali umepotea, lakini Mungu ana nafasi ya wewe kurudi tena. Na mshukuru Mungu wa upendo wa ajabu, kwa sababu there is always a chance kumrudia Mungu. Wapendwa, kuna chance ya kumrudia Mungu. Samson hata macho yake yalipotobolewa, nywele zake zikanyolewa, nywele zake zilimea tena. Zilipomea tena, nguvu yake ikamrudia. Akatimiza kile ambacho alitakiwa kutimiza. Kuna neema, Mungu anakuwa ametoa neema. Use that chance well. Itumie vizuri wapendwa. Tumia nafasi yako vizuri. Uko hapa haujawahi kuokoka, ni wakati huu wa kuokoka. Na uko hapa ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma kwa sababu ya majaribu na hali ngumu ya maisha. Labda kukosa sijui pesa, kukosa kazi. Unajua mambo, labda mambo ya maisha. Unajua watu mambo ya maisha ndio yanavutaka watu nyuma. Haya mambo tu. Si unaona Musa alipitia. Lakini hata alipopitia yote, aligeuka, alisikia sauti ya Mungu. Mungu alitembea naye. Mungu alimsaidia. Naomba tufumbe macho popote ulipo. Inua mkono wako juu. Unasema unataka kuokoka au unataka kutengeneza uhusiano wako wewe na Mungu. Ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma. Unakumbuka prodigal son alirudi kwa baba yake. Mungu anaheshimu sana watu wanaorudi kuliko wale ambao wanajifanya wako sawa na hawako sawa. Wanajua ndani mioyo inakuhukumu. Moyo unakuhukumu, unajua mimi siko sawa, lakini unajifanya niko sawa. Kwa nini? Kwa sababu unaogopa watu. Usiogope watu. Hamna mbingu mtu anakupeleka. Hamna kitu mtu ataongeza wala apunguze kwa maisha yako. Lakini Mungu anabeba vyote.
Inua mkono wako juu popote. Achana na watu, mwangalie Mungu. Nataka urudie maneno haya popote ulipo. Tuombe pamoja. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu. Ufute majina yangu kwenye kitabu cha mauti. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo nimemkataa shetani na dhambi zake na kazi zake na uongo wake na uovu wake. Nimekuamini wewe Yesu Kristo. Uwe Bwana, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nitawala moyo wangu Yesu. Nimekuamini wewe. Nimeokoka. Nimekiri kwa kinywa changu na nimeamini kwa moyo wangu kwa wewe Yesu Kristo ulikufa na ukafufuka ili nipokee uzima, ili nipokee wokovu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu Kristo nimeokoka. Asante Yesu kwa uponyaji. Amen. Baba, ninasema asante kwa huyo ambaye amesikia neno lako, hakufanya moyo wake kuwa mgumu, ametii neno lako, amelisikia. Baba, naomba ukamsaidie na amefanya uamuzi jinsi mtumishi wako Musa alivyogeuka. Huyo amegeuka Baba kwa sababu amesikia sauti yako. Baba, muhudumie, msaidie, muongoze kwa yote, muwezeshe kushinda kwa hali zote, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mwaminifu, in Jesus name, amen. Uko hapa unahitaji lolote, nataka uinue mkono wako juu, tumwamini Mungu juu ya hiyo. Umeona vile maisha ya Musa yalikuwa? Kila wakati Mungu alikuwa anamtengenezea njia. Akiwa mtoto anataka kuuliwa, yule mama mke wa Farao anatumwa, anamchukua, anamsaidia. Angalia, mama yake anamnyonyesha. Yaani hakuna kitu alilose. Akitoka kule kwa mfalme, bado Mungu amemwandalia mahali pa kwenda. Anaenda anachunga. Akiwa katika kuchunga, tena Mungu anatoka. Imagine anamtokea, anamuongoza sasa. Anamshikilia sasa. Ama anampa purpose yake sasa. Inaanza kutimia. Hivyo itafanyika hivyo kwa maisha yako. Inua mkono wako juu, tumwamini Mungu. Unahitaji lolote, maisha yako mikononi mwa Mungu. Nataka utumie kinywa chako, mwambie Mungu kuhusu hilo hitaji lako. Nataka utumie kinywa chako. Hicho kinywa sio chakula peke yake. The power of life and death iko katika huo ulimi. Huo ulimi umebeba mambo ya ajabu. Biblia inasema ulimi ni kitu kadogo sana, lakini kanaweza kuwasha moto. Kumbe katika ulimwengu wa kiroho, ulimi ni moto. Jifunze kutumia ulimi vizuri. Usiseme mimi ni masikini, mimi nitakufa, mimi nimeisha. Mwambie Mungu asante kwa sababu najua baraka ulioniwekea ni kubwa. Asante Mungu kwa sababu ulimi wangu unakutukuza wewe. Tumia ulimi wako vizuri. Mwambie Mungu kama ni hiyo kazi, ni finance, ni maisha yako, ni ndoa, ni afya. Tumia kinywa chako. Usiogope watu. Wakati mwingine watu wanajibeba. Unjo, Mungu anataka ukweli. Don't act before God. Ufungua moyo wako. Tell God your heart. Maombi ya kutoka kwa moyo, Mungu waga anajibu moyo. Mungu wanga ajibu maombi, waga anajibu moyo. Kwa hivyo if your heart you present it truly before God, utaona ukuu wa Bwana kabisa. Mwambie Mungu your heart. Asante Mungu, watumishi wako wameinua mikono yao juu. Wamenena kwa vinywa vyao. Baba, wamekueleza matatizo yao. Kila mmoja anayo hali anayopitia. Lakini Mungu wewe ni mwaminifu. Baba, kama vile ulimpigania mtumishi wako Musa, ukamuongoza kwa hali zote, hivyo watu wako waongoze. Isiyo yote yule atapungukiwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukawafungulie njia popote ambapo kumekuwa na vikwazo, popote ambapo mambo yamekuwa magumu. Baba, umesema hakika wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakika hakuna jambo linalokushinda. Inaweza kushindikana kwa daktari, inaweza kushindikana kwa mke, yaweza shindikana kwa mme, yaweza shindikana kwa watoto, yaweza shindikana kwa viongozi, yaweza shindikana kwa wachungaji, lakini kwako haiwezi kushindikana. Mungu umesema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Baba, hakuna jambo linalokushinda. Ni kazi wafungulie milango, ni financial wafungulie milango. Yote ambaye ni mgonjwa, na nena neno la uponyaji kwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu kalituma neno lako
tupate kupona. Asante kwa uponyaji. Asante kwa sababu Baba utaponya kila maeneo ya maisha yao. Asiye na kazi utamwelekeza, atapokea kazi. Baba, hali yoyote ile, aliye mgonjwa atapokea uponyaji wake sasa. Ninajua anapokea uponyaji wake sasa. Anapokea uponyaji wake sasa. Huo mwili haukumbwa kwa sababu ya magonjwa. Huo mwili ni hekalu la Mungu takatifu. Katika jina la Yesu Kristo, chochote ambacho shetani amekiweka hapo hakina nafasi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo, sababu umesema whoever you have set free, they are free indeed. Asante kwa sababu watumishi wako, they are set free in the mighty name of Jesus Christ. Hakuna mzigo wote ambao wataubeba ndani ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, sababu ni mapenzi yako my Father to make us free. Ndio maana unasema tuje kwako Yesu, wote tuliolemewa na mizigo mizito. Asante kwa sababu unatupumzisha. Asante kwa sababu watu wako wata experience amani. Asante kwa sababu watu wako wata experience ushindi hata tunapoachana. Baba, naomba kibali chako Baba kiwe juu ya watumishi wako, kila mmoja anapoenda kwa shughuli zake. May you make them successful in the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. Bariki jamii zao, familia zao, wame zao, watoto wao, kazi ya mikono yao. Wabariki Baba, bariki afya zao katika jina la Yesu Kristo. Wape amani na kibali chako, na baraka zako zifuatane nao. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini na kusema umetenda. Tunajua umetenda. In Jesus name sema amen. Mwambie Yesu asante kwa makofi yako, kwa shangwe na vigelegele. Makofi makubwa kwa ajili ya Bwana. Mupe Yesu makofi makubwa. Mungu akubariki sana. It is done in Jesus name. Yote ambaye ameokoka usiondoke. Watumishi wa Mungu wako hapa watakuhudumia. Don't give up. Don't be discouraged. Na kama unapitia hali yoyote, Mungu yuko na wewe. Ningependa kukumbusha leo ni Thursday, tunakuwa na online meeting pale kwa Google Meet. Tunaanza saa 3:30. So you can join us today. Tunakuwa na mafundisho pale every Thursday. Utapokea link na Mungu awabariki sana. Tutaonana kesho majaliwa. Hakikisha utakaribisha ndugu zako wengine so that they can know the truth, because it is only the truth that can set you free, nothing else. Mapepo ikikemewa na ujui the truth, bado itakaa kwako. Hata laana ziking'olewa na ujui the truth, bado zitakaa kwako. But when you know the truth is this Jesus. Hakuna kitu kibaya kitakaa kwako, kwa sababu popote ambapo kuna Yesu, mapepo hayawezi kuja. Popote ambapo kuna Yesu, hakunanga kushindwa. That is the truth. God bless you. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho. Amen.